cia bilingi wa mauvo. Watin ata mwana seisia wa Mutongoi TV ninaweka tiwende kwithwa na muthenya wa kwaila nena okethia na utho chetu manithia nthini wa bilingi wa mauvo mindoni wa Samonza masito makwa neta wa Beti wa Mwania tuyambelilia mauvo maitonekana kavinane kaambwa yangie na kuwa kalima kisio cha Chandulo wodini ya Ngumo kaunti ya Makueni imakwatia kisome yulo wa undu matonya kuunekana ni mai mwanya ya kutomea maimala mesikanie kwa kisungu tazai pits alani maimala mwimi wenza na kuekia muthanga na mbolea na valai marimwe mwimi utonya kupanda mbemba itano nimelai mimadhuthwa makumbatileni na kuekithia ngetha ivindane hii mbwe kwikwati wa kwitha ye nini kuma kwa maimaso na ketha meka area kaini lakini ni more productive kuyondo mabanda matukwa so no kutudia ai maito na kubuild kidwira building resilience farmer resilience metalete kwethana kanani ko kwethana ukame but moment them prepared ko phase ukame no twethana twapata leo kana twethana kindu cha food security kila kingi ngubo yani nathabe mashirika ameenda kupata na itu ku train farmers ametundu twisovikia farmers ingi but nundu tuikie pilot amana hii program wale toran lakini tukakwata andangi na tucheleanisi no kuna program nzeo across Ngumo ward na Kibwezi West twetha na kindu kitawa grassroots efforts but global impact efforts onini sia pa grassroots kana ba misini lakini globally tutarateja kesio nandi mundu twe na kisomo cha undu tutona kwenza zaipits tukabanda leu tutona kutu sustain ta for example tukabanda maima 10 kana maima ombau na webanda kila ima mbemba itano no kwata kilo 60 na unemindo ne 11 ne tutega no tuima eka itatu na tulikwata makunia tulikwata nusu 11 weza ndakemo kukena tutega lakini kwesilono twasome gomuli mukulima no kwenda tona kwema katika zepiti na kwata leo na eteze kana tuyola nza ukamba kisomo geni kituketa na sana nukirudite kwema kupanda penza mitau na usuri ya mitema katuna ngemete tukapanda makatwete kiwu tukazikura kika tukapanda miti tusoma tapando pa mili Mwenyekiti wa ngwatani ya Mima Kawa kiloni mwonge cha kadhiani Steven Wambua ni wenda serikali kusilamu vya wangwatani ya osia aimi wamwena lawa usese kutethesha kuminongi wa Kawa kauntini ya Masako anini ya chadhini kimwe kisiuni kiu cha kadhiani Wambua nuwawetekanao na kuidhi wa serikali yosete matambia masioma kwa ili ni mainoma ya Kawa buloka na udhosi wa Kawa utena metatatara kana Kofi Oking ni mwende na kwa nanganima ya Kawa isioni siya kaunti ya Masako. Tuko na sababu mingi ya kushukuru our central government inayoongozwa na mtukufu William Samoei Ruto kwa yale mambo wameleta sana hasa kwa coffee sector. We have coffee reforms that have impacted very positively on our coffee farmers. Kwanza kabisa sasa hivi tulio hapa wakulima wengi wamepata shilingi 80, 80 shillings per kilo. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Leo mkulima hako na anaweza kujisagia kahawa yake na kujiuzia kahawa yake. Hizo mabadiliko zote zimeletwa na serikali kuu. Mambo ya fertilizers pia tunapata yote kwa cereal board na kwa bei nafuu. Kwa hivyo tunashukuru sana serikali kuu kwa hiyo kazi inaendelea kufanyia wakulima wetu. Hata kahawa ikienda sokoni within 7 days huwa tumepata malipo yetu, sio kama hapo awali. Ninamalizia na kusema sisi tuko na changamoto kama wakulima wa kahawa na tungeomba utusaidie. Kuna ile inaitwa coffee insecurity ambayo iko kila pahali kaunti mzima. Kienda Kadhiani, kienda Kangundo, Central, tumekumbwa na hiyo changamoto ya wizi wa kahawa. Na hiyo inasababishwa na mambo kadha wa kadha, ikianzia zile cartels zinauza kahawa
wananunua kahawa rejareja from farmers. Hiyo biashara imepigwa marufuku na sheria. So wale wanafanya coffee hawking ni tunawatangazia that is illegal. Kahawa inapasa kubebwa na private planter na corporate society peke yake. Tunaibiwa kahawa hata kwa mashamba. Kahawa inakatwa miche, inatolewa, inaenda kutolewa hiyo mazao yake mbali. Mabisa mao sese hii nimekiembeni melile ikuitenda wasi ya kumila muthemba wa methamphetamine na ila nisi ya kimanzasi ya silingi bilioni nyanya katano ili seso hii yitwaiwe ni mabisa ma Kenya Navy, Kenya Coast Guard na movia wako kitana ndawasi ya kumila na kada valando dhanda tuku mandhi ya Iran na alama kuisiliwa tame kuitenda wa hii mekiwembeni. Kuna director wa movia wa Isalu kana DCI Mohamed Amin ni kana operation hii ambisi kutoka matuku miongoli na atatu mwezi wa 10 na kwetu nginya poti ya Mombasa vala operation hii dhitwaitwaiwa. 6 Iranian nationals were arrested and they are currently in custody, and they will be processed before court on Monday as we continue with our investigations. The presumptive sampling indicated that it was 98% pure. 98%, almost 100%. So that was a huge success in our fight against transnational organized crimes and in our fight against narcotic drugs in the region and continentally. Otherwise, this operation demonstrates the commitment of our law enforcement agencies in terms of combating the drug trafficking and ensuring our national security. For the last 4 days, we've been conducting an operation codenamed Operation Bahari Safi, where Kenya Navy was able to intercept this suspicious vessel about 630 kilometers east of Mombasa. And we have been able to conduct this operation seamlessly, and were able to arrest it and escort it here to the port of Mombasa, where a team of multi-agency officers have been able to carry out a thorough search and inspection, where we have been able to find a huge consignment of narcotics weighing about 1,024 kilograms. I'm told the value is about 8.2 billion. Musi wa Stephen Karembo na wala ni wakati wa watatu na alama isithayo kavindani kama sindano maukangani ma East African Ocean Festival nuende na kuya aki ya mwendo wo kuena na musi wake ni kana Stephen ati yanye nene muno evo moka wake moito na wala yu kwithiwa ayikumbela ni mathina makwe ya mwana ewe kamina na utetheka yuni mawetete na wakikucha atatu asu alame maumbani chichathi kiu mayaviki ya kunene ya kisanga kiu kana kuthokia misila ya isi endwamo. Ama komiti oyote mheshimiwa rasmi ya familia ama chairman ama komiti oyote. Stephen alikuwa mtu wa kujituma sana. Yeye ndo alikuwa anamtegemea hapo, ananisimamia kwa kila kitu hapo nyumbani. Sasa venye ameondoka nimebaki mpweke sana. Juu alikuwa ananisimamia kwa kila kitu, alikuwa ananisaidia. Sasa ameondoka, mambo imekuwa magumu sana. Tuliongea kabisa vizuri. Nikampigia simu masaa ya mchana hivi lunch time. Nikamwambia alikuwa amenachana pesa ya lunch, akanitumia pesa ya lunch, akaniambia jichunge na uniangalie mtoto. Hivyo tu, alafu akaniambia tunaingia kwa maji, nikitoka tu nitakupigia. Hiyo ndio ilikuwa maneno yake ya mwisho. Wale walioandaa hii hafla ya mashindano ya boat race, ningelipenda kuambia juu sasa si watoto wetu wameshaenda, pia kuna watoto wengine pia labda wanaweza kuandaa kama waliwaandaa hawakuwa na chochote, hawakuwatayarisha na chochote, alafu walibeba watoto wetu kama sijui kwambie kama dolphin kama mermaids, yani
hivyo. Sasa kama walioandaa hii hafla wao wakiwatayarisha, na pia hapo kuwe na watu wa kuwasaidia. Ni jambo muhimu kwamba wakati kunapokuwa na event kama hizi zinataka kufanyika, kuwe na mipangilio, husisha kila taasisi ambayo itakuwa inahusika. Wewe muandaliaji, wale wanaoandaliwa kufanya si mambo ya maji peke yake. Hata iwapo kuna activities nyingine, hata za mipira, hata za aina yoyote, kwa sababu ajali ni ajali. So kama unajua mimi naenda kufanya maandalizi mambo ya maji, itisha vikosi vyote vinavyohusika. Kila watu ambao wanahusika tuwafanyie, wahusishwe, tuambiane, ndiposa hii hali kuwe namna hiyo. Kwa hivyo hatuwezi, tunawaambia tu tukue macho na uangalifu. Ajali ni ajali, lakini kuwa macho na uangalifu. Wawase moto nenga ivuso ya kwamba semba uthio mwani munini ndukathiva sani tusiakithe na maovo angela tukombanisye mbina mesa itu ya maovo. Useo wa mutongoi ethambe kutongoesya mbai na kumionele lianzia ila itona kumiuna kitumine keu Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwaeli lianzia sia kutweloela na twaelia maundu kwa kuongelanga isio ila utona utukwatia wiki lavandu nthi ya Kenya kamemeni kaku kama visa yu noweloele Mutongoi TV kwisela dekoda yaku ya Go TV, Zuku, Star Times na Indi free to air wetukwatia kwa Signet na Pang Scan TV kana dekoda yaku OU ni kana kutania ilungu sito na kukwata mauvo makuikika kila muthena. Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Kwondo wa public demand uni uvomo sio kwa seisya astarabu Mutongoi TV wenotwe uimando vosio wama wa usugu tasukale, arthritis, pressure, mbio, ulcers, mathina ma kana tumea, infections na allergies kana wau ona weva. Nduka make, nono yu Dr. Simon Kitusawa wa Nature Vital Clinic kwambia wachuma uidha wikomana nake va Mutongoi TV ngwatanio ya ukamba ayo vundisya yulo mandola welite kwika mekalile ni yaku maleola welite kuya nikana kwikidya ni watani sana mawoa kama na Dr. Simon Kitusawa wa Nature Vital Clinics akuelesya yulo wa uiti wake na vala kliniki sake sidho wawa nikana wikide kanani wakwata uiti wake kwa wivyanu na kwa wikiku dukangangengi dukadhinike Mundu yu Dr. Simon Kitusawa nuko utevya ni kwambia wachuma saa ile na nyongoli va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba koma na Dr. Simon Kitusawa wa Nature Vital Clinic akueleze mono yuno wa witi na mono yuno wa kliniki sia Nature Vital Clinic wanotono tambuka na kukwata witi ni va Mutongoi TV kwambia wachuma saa ile nataka nyongoli uitwe mawo osuonde mwanyamaiti kovombe ange namba ya Dr. Simon Kitusawa ni noti monza ili 533 nyanya 33. Nature Vital Clinic, our home of wellness. Our clarion call is that everyone must be healed. There is nothing like lifestyle diseases. Karibu Nature Monday, karibu Nature Tuesday, nukuteleka. Karibu Nature wakatatu, karibu Nature wakana, nukuteleka. Karibu Nature Friday, karibu Nature Saturday, nukuteleka. Na witi maelu. Edi
edition ya gatatu ya Governor wa Vihiga Ndeti Cup Football Tournament Tieno. Watu wangu wa Machakos, are you ready for Governor wa Vihiga Cup? Kuma matuku miongoli mamwei wa kenda tuendete ngina grand final ila ikedwa matuku 13 mwei wa Disemba na ni kuma world level musindi ndasema na silingi miongoli first runners up akadi na silingi ngili 10 lilikana ni aume kana ni mwana ondo umwena 8 then wa sub county level musindi ndasema na silingi limana eli first runners up silingi ngili yana imwe na indi then wa grand final winner kana musindi asema na silingi milioni umwe first runners up silingi limana 5 second runners up silingi ngili mana eli ondo umwe na third runners up silingi ngili yana. Tupatane uwanjani as we cheer our teams and nurture talent. Amwika na alamendete muvila tuisise inengo sio wengi tukabanda miti na wengi tuidhwa na ivuso ya mental health sessions. Governor wa Vihiga Ndeti Cup 3rd edition, tuimarishe mazingira tucheze ball. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa huo ndo ilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibadhukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma uikala wakwambili ya matuku miongole na mwanza tuwe Makindu Skygo Shops kuthengiania na Mombuni Driving School kuthengiania na Total Petrol Station wakele matuku miongole na Nyanya tuwe Mombasa tujibebe wa Kenya Party House kumedhani sana KCB Mwembetari branch kwa Ship Road kuthengiania na Naivas Supermarket oinge wakele usuma matuku miongole na Nana tuwe Kathonzoeni Udisheka Zetina Wangomeni Hotel duka namba 3 kumedhani siana Kilome Hotel wakatajo matuku miongole na Kenda tuwe Matiliku Chambio Inn kwa Kingote matanisioni Machangwa si na Kilele wakana matuku miongole tatu tu ikibwezi kuthengene Atumeni Clinic kwa Julius Vitali wakatano matuku miongole tatu na imweti wote katika tuwatazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Unikiloni Wamboka na wadhandatu tuko imumu ya 10 na umoto ikambuti na Wakanzi Supermarket kumedhanisia na Blessed Kanani Hotel kwa maobombe yange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam Ilobi Mombasa Masaku wote Kitui Kibwezi na Emali kana tukunesi mukwesela noti muonza ile imonoti noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inawadho chongi twende na kumanithia tuisonga na mbele na mwovo yetu nikana kulilikana ndongo ya ODM mototera Raila Odinga ine ndisio ni sia Njiru ni manengalelu isiitwa ya Raila maiweta moni eno sio kulilikana Raila kwa kunengalelu wa kilomita 3 ulo kwa tanite Njiru na mwiki isiitwa yake nimeenda serikali nene kwa mwana serikali ya kaunti Luvi kwa ilelelu ulo utumikani ene ndia ingi matongoni mwane kithila wakatuto choke goricha ni madhana kuike visa ya mvwano wa Raila sokoni wa Njiru maikulia ndongo ikukwatiane na mondo nusu. Siku ya leo pamoja na wakaaji na ofisi wa Njiru tumesema tukumbuke baba ama tumesema tuweke jina ya jina ya Raila Odinga Road hapa Kamatuto tukimkumbuka na mahali popote ambao huku Kenya ama huku nchini habari hii Wakenya wakiangalia na wakiona ninataka kufikishia hii habari gavana wetu Sakaja na pamoja na rais wetu His Excellency William Ruto waweze kuona ya kwamba kuna jina ambaye imewekwa hapa Njiru ambaye inajiita Raila Amolo Odinga Road na wakaaji kwa sababu ya heshima ya huyo kiongozi bila ubaguzi na vile alikuwa anashikilia wananchi. Hawa wananchi wamejitokeza siku ya leo waweze kushuhudia jina yake ikiwekwa kwa hii jina
ya hii barabara. Sisi leo tumeamua hii barabara iitwe hivyo mpaka milele, na hii barabara itengenezwe na mbunge wetu pia na pia gavana wetu na rais waweze kuweka lami kwa hii barabara na weke street light. Barabara iitwe jina ya Raila Amolo Odinga, ndio tuikwe tunakumbuka nao baba juu ametuacha, hatukuwa tunapenda ama tulikuwa tunafikiria atuache. Sasa tukaweka hii barabara iitwe kwa jina yake, juu alikuwa shujaa yule amepigania hii nchi yetu Kenya kwa nguvu zake zote. Ndio tumkumbushe miaka mingi sana, tukasema hii barabara iitwe kwa jina yake. Tunamfikiria naye ama tunakumbusha nayo shujaa wetu Raila Amolo Odinga. Na ndio tunasema tunaomba wakaji wote sehemu hii ya Kagundo Road, especially Njiru na Choka, tutakuwa bado na mkutano kubwa, tuweke statue kubwa hata kama ni Njiru, ili tuwe tunakumbuka Raila Amolo Odinga. Nenge ni makulia kukwata mbao maendeleo ma serikali na kutoka serikali niende na kuvudhiwa ni amwema ateti manini ya kuyaga Tundu South matongoni muneni wa serikali Isaac Mwaura pamoja na minister wa ithakana waki wa nyumba halisi waome niwawetaka na movia wake ni wiki tekithito kwikithia vayo lusanyuna kosi wa moviani o na maondo monde metuwa kwisila mitandao yake umonde mwandike moviani munini wa kulunga metuwa Salome Biko lumana mwandike moviani wa WTPS modhoni ni makulia moika kotani siya nandawasi ya kumila ilami ya wetanisi kite ingi moisioni maimadhudhia kulika mivangoni ya serikali ivo ya Nyota na Ajira Digital na kimunini wa serikali Isaac Mwaura ni wakadhi ya serikali ya President Ruto kwitha iendewe na kuyanesia mawadhuma ya ukwivo kumandhia moika mawe ya ndesi ya nzaa kuandika alimo kati wa maondo wange moviani wa kisomo. Utakuwa unaangalia records ya ardhi sasa. Digitization ndio kila mtu akitaka kuingia kwa record zako za ardhi, wewe ukiwa na simu hii smartphones utahusishwa, ulizwe ruhusa ya mtu aangalie shamba lako. Kwa hivyo tukiendelea mbele utakuwa unaangalia record zako from the telephones. Na serikali saa hii pale nimefikisha hiyo kazi, nimepewa ruhusa na cabinet kupata nitafute niwekewe pesa bilioni 35 ndio nchi yote mtandao wetu wa ardhi sasa ufike mashinani kwa registries wetu. It is important to note that drugs and substance use is something we are very keen about. Most of the people who are using the new nicotine products are suffering from respiratory diseases. Some of them even are getting cancer. And this is really getting out of hand. It would be important that we speak to our people. It would be important that we join hands with the religious leaders. Let us join hands with the community health promoters, and we preach that it is not good to use drugs. Acha kwanza tuseme hivi kwamba hii capitation tulikuwa na shida kwa sababu watu walikuwa wanadanganya watoto wale ambao katika darasa. Unakuta mwalimu kwa watoto 200 lakini anasema ni 300. Na tuliweza kusave zaidi ya bilioni 1. Wakati watu wanaiba hizo pesa, inamaanisha wewe mwenyewe ambao unalipa kodi, wewe mwenyewe ndio uko na shida. Kwa sababu utalipa pesa lakini haifanyi kile ambacho inafaa. Ndio tumefakisha kwamba tukufanya piga msasa, hata kama kuna madeni tutalipa. Lakini pia hivyo ndio pia tunafanya mambo kuhusu vitabu kwa sababu tuliona kwamba tunafaa kupiga sasa tujue yale madai ya madeni ni kweli ama ni madai gushi. Lakini kama kweli utupatie vitabu vyetu, kwa sababu tumepatia wanafunzi zaidi ya vitabu milioni 9.9, hilo ni jambo tutakuwa tulishughulikia. Na pia tuseme kwamba tumejenga madarasa zaidi ya 23,800, pesa nyingi sana serikali ambayo imetumia. Tunawaajiri walimu kifikia Januari walimu 1,100, sasa tayari 24,000 tuko tayari kuandika. Kwa hivyo katika sekta ya elimu tumefanya mambo makubwa sana. Watu waenda subra, waenda uzalendo, kwa sababu sisi wenyewe tutahakikisha kwamba tunafikia yale malengo ambayo tuliyoweka.